Yuda, mali zako naziona na mizimu imekubali sadaka yako uliyoweza kuitoa. Na hapa na kuahidi kwa uwezo wa mizimu yangu utakuwa na mali nyingi kuzidi mtu yote duniani. Yuda, na kila siku Jumapili ibidi ulete sadaka. Na kupatia dawa hii utampa mwanao kwa siku 3 bila mke wako na mtu yote wa karibu kujua. Sawa. Nimekuelewa mganga. Na nitafanya kila kitu ambacho umeniagiza. Asante. Baba kamtoa mwana, maisha hawezi kusonga. Vita ya kusaka pesa, kubadilishia mboga. Kosa langu, kosa. Jamani mwanangu. Mwanangu yuko wapi? Mama Jaki. Kwani unamwacha mtoto huku porini? Mimi sijamwacha, aliondoka tu mwenyewe mjumbe. Mtoto huyu ataweza akatembea mpaka huku? Huyo mimi sio mwanangu. Jaki ni mkubwa. Hebu muangalie vizuri. Kwa hiyo unasema huyu sio mwanao? Sio mwanao huyu? Bwana wewe. Mjumbe, mwanangu mimi ana miaka 2. Sasa atakuwa mtoto wa nani? Kweli? Sasa atakuwa wa nani huyu mtoto jamani? Mtoto wa mama Jaki mkubwa. Jaki ni mkubwa, sio kama huyu. Mpemba, ili jukumu nitakuachia wewe. Tangaza kijiji chote hiki ili mama yake huyu mtoto apatikane, na akipatikanika tumkamate, tumpeleke polisi, tukomeshe huu ujinga wa kuacha watoto porini. Kosa langu. Unajua, katika hali ya kawaida hili jambo ukianza kuliangalia sio la kawaida. Kinachonichanganya mimi, yule mtoto ametokea wapi na amefuata nini kule kichakani? Unajua hapo mjomba, kikweli mimi mwenyewe nashindwa kuelewa. Hivi kweli mpaka sasa hivi kuna watu bado wanatupa watoto kweli? Kweli? Labda nikwambie kitu kimoja. Hayo ndio matokeo ya watoto kukimbilia mapenzi wakiwa bado watoto, kupata watoto wakiwa bado watoto. Sasa kama mtu huwezi kuzaa na kulea mtoto, unabeba mimba ya nini? Kaa mbali na hivyo vitu ukiona huwezi. Hivi dada, ilikuwaje ukamkuta yule mtoto kule? Halafu katoto ni kazuri jamani. Ndugu wangu, nimetoka hapa mpaka kisimani salama kabisa. Nimefika tu kisimani, ile naweka kosi. Nasikia mtoto analia. Naangaza huku na huku, sioni chochote, ila sauti zikawa zinazidi kuniita mbele zaidi. Naenda mpaka mbele, ndo namkuta mtoto. Nilitoka mbio hadi kwa mjumbe. Maskini mama yake atakuwa na wasiwasi kama ilivyo kwa mama Jaki. Unajua kijiji chetu sasa hivi kimekuwa kina mambo mengi sana ya ajabu, kiasi ya kwamba ukianza kuangalia kama kina laana. Lakini pia unajua leo sijamuona kabisa baba Jaki. Kweli. Lakini pengine atakuwa ameenda kumtafuta mtoto. Si unajua tena baba na mwana wanapendana sana. Mimi nilikuwa na wazo. Wazo gani? Mimi na wewe sasa hivi hapa twende moja kwa moja mpaka kwa baba Jaki, tukajue utaratibu wao na ratiba zao kamili, ili kama kuna uwezekano tuwasaidie kumtafuta mtoto wao. Unajua mimi naumizwa sana kumuona mama Jaki vile jinsi alivyokuwa anamtafuta mtoto wake bila mafanikio yoyote.
Mimi ningeomba tutondoke moja kwa moja mpaka kule ili tuweze kujua ratiba zao zikoje. Kweli. Unajua hili sio sawa tukiwa tumekaa kimya na sisi ni wanakijiji. Hili ni kama letu na sisi. Maana wanasema leo kwake, kesho kwetu. Tusimame sisi kama wanakijiji tumsaidie. Basi sawa, mimi nafikiri tuelekee sasa. Sawa. Nika tufunge. Sawa. Vipi sasa lile jibu langu nilokuambia? Mimi wewe si uelewi. Nishakwambia mimi siwezi kuolewa na mtu kama wewe. Huwezi kuolewa na mtu kama mimi. Kwani mimi kisiki? Sababu ya kwanza unafanya siolewe na wewe. Niambie. Nimeshazoea maisha yangu ya kuvaa kama hivi. Sijazoea kujibana bana. Cha pili, mimi siwezi kubadilisha dini kwa sababu yako. Waniweka wakati mgumu. Kwa kweli waniweka wakati mgumu binti. Kwani wewe umri ufikia huo sio kuolewa? Mimi siwezi kuolewa na wewe bwana. Ni habari ya kwanza kujibana bana sijui nibadilishe dini kwa sababu yako, nianze sijui ni vema nikabu manini, maana ninapotembea nisijipe uhuru, muda wa kuingia, si muda wa kutoka unanipangia hapana, mimi siwezi. Ndio maana tu siwezi kuolewa na watu huko kwenu. Kosa langu, kosa langu, kosa langu, kosa langu, kosa. Salma, nisikilize basi mtoto wangu. Mambo haya mpaka lini? Tafadhali. Mimi bado nakupenda. Kaa ukitambua kwamba wewe ndio mwanamke wangu ninayekupenda. Hakuna mwanamke mwingine zaidi yako. Hivi una sikio la kufa au? Nisikilize kwa makini. Nimeamua kusonga mbele. Mambo yamekuwa magumu, haupo tena. Kupata kama wewe tena iwezekani. Oya we. Binadamu sio wema, hawana huruma. Kwa umekaa sasa umelizika. Yaani mwanangu hayupo, afu wewe umekaa umelizika namna hiyo. Baba Jaki, mimi mwenyewe naumia sana. Yule aliyopotea ni mtoto wangu na nimemtafuta kutwa nzima. Sijafanikiwa kumuona. Mimi mwenyewe naumia sana Baba Jaki. Nisikilize mwanamke. Aliyepotea ni mwanao. Mimi namhitaji mwanangu. Kabla hajua kuzama, mwanangu amefika hapa. Yaani wewe kama ukinikubalia mie utaishi vizuri sana. Mimi nikwambia, wallahi hivi nakwambia. Utaishi vizuri wewe binti hapa, hii dunia yote utaiona yako. Wewe huyo? Mimi nakwambia. Kwanza kule kwetu kule kuna samaki aitwa ngisi. Wamjua huyo? Huko hamna uwezi kunjua. Kule vile kuna samaki, mimi nitakuletea hadi beseni kama wataka beseni la samaki mimi nikuletea pale nyumbani muishi vizuri. Nikubalie bwana. Yaani, hebu jiangalie ulivyovaa. Sasa tunatoka hapa tunatembea hivi, mimi na yeye natakuwa kwa mwanamke. Maana unavaa kama ninavyovaa mimi. Bwana wewe binti, mbona hunielewi? Mbona hunielewi mimi nizungumze vipi labda upate kunielewa? Sasa hao ngisi unaona, au ngisi wako sijui nini wako sijui nenda wapelekea watu wa kwenu, muoane, mnawezana. Mimi siwezi kuoleana na wewe. Amani. Binti, mbona nitia wakati mgumu? Mimi naenda. Sasa nisikilize basi kidogo, Wewe binti, nisikilize. Ule binti aenda wallahi. Nitanjia tena wakati mwingine huyo. Salma, kutenda kosa sio kosa. Kurudia kosa ndio kosa. Naomba nisamehe. Lakini pia niangalie kwa jicho la huruma mtoto mwanamke mwenzako. Tafadhali. Nipokee basi.
tuendelee tuwe kama zamani. Mimi siamini maneno ya wahenga. Kama unaamini hao wahenga wako, basi wasubiri. Mimi sirudi matapishi. Tamaa mapenzi Salma, limeniponza we. Tamaa mapenzi limeniponza. Salma, Wacha naye nipenda kwa dhati, nikaenda kule, narudi kwake tena nitaki. Baba Jaki, leo nimezunguka sana, nimezunguka kijiji kizima sijafanikiwa kumuona. Unajua siwahi kujua kama nimeoa mwanamke mzembe kiasi hiki. Mtoto mdogo yule amekushinda kuangalia. Baba Jaki, mtoto wa miaka 2, mtoto anatembea kabisa. Lakini Baba Jaki, kwa hiyo unamaanisha mimi nimefanya makusudi? Sitaki kujua kama ni makusudi au ni bahati mbaya. Ila ninavyorudi hapa naondoka, ninavyorudi nimkute mwanangu. Baba kamtoa mwana, maisha hawezi kusonga. Vita ya kusaka pesa, kubadilishia mboga. Kinachotokea ni mipango ya Mungu. Wabaya tunaishi nao, tena ni walimwengu. Kosa langu, kosa. kama ni vigumu kwenda kuongea naye, basi nenda kaniitie nije niongee naye mimi mwenyewe. Wewe Salma, umekutana naye, mmeshindwa kuyamaliza, mje mniingize na nini? Kusema kweli mimi kwenda kuitia Salma kwa hapo utanisanii. Na wewe tena na unajua kabisa kwamba wewe sasa hivi ndio mtu wa pekee sana ninayekutegemea. Na pia unajua kiasi gani ninavyompenda sana mimi Salma. Salma nampenda. We, ungekuwa unampenda usingemsaliti. Tena kwa jinsi mlivyo na dharau, mnatamba mbele yake. Hata kama ndo mimi Salma siwezi kusamehe kama. Kari niloga mimi. Na ndio maana unaona sasa hivi mchezo umeisha, nimekaacha. Tafadhali nenda kumwambia Salma mimi namhitaji. Wewe Divan. Aniliza ni mwanzo. Diva. Mapenzi takuwa nira, hayake marejesho. Ona imekuwa kara, unayempenda kupendi, hapo ndo inaanza bara. Ogopa ukikosa chenji, hapo inakuwa kara. Najikiri lakini sio ya mapenzi, yamenizidi akili, yamenifanyia ushezi. Karibu. Asante mjumbe. Shikamoo. Baba pia. Karibu sana. Asante mjumbe, mimi nimekuja na matatizo. Matatizo gani? Mwanangu amepotea kuanzia asubuhi jana mpaka leo hajaonekana. Na jana nimemtafuta sana, kutwa nzima nimemtafuta, sijafanikiwa kumuona. Mpaka baba yake sasa amekuwa mkali, ananiona mimi kwa mzembe. Pole sana. Sasa baba yake naye kwa nini anakuwa mkali? Sababu hilo ni tatizo limetokea. Na hawezi kusema kwamba wewe mzembe kwa sababu mtoto si anatembea hivi. Sasa ilitakiwa mkae mshauriane, tujue tunampataje mtoto, lakini sio kukupiga au kukufokea. Sasa hapa cha kufanya natakiwa niangalie hata vijana ili tusaidiane kutafuta labda hata kijiji cha pili hapa. Maana hili ni tatizo. Na tatizo ni letu sote. Wewe usijali. Wewe rudi nyumbani. Mimi nitaangalia vijana, tutaanza kutembea mtaa kwa mtaa hata ikiwa mpaka kijiji cha pili, ili tuangalie kwamba tunampata wapi huyo mtoto. Sawa mjumbe, lakini mimi nitaomba niende na hao vijana.
Sawa, ila sasa kwa sasa, kwa kuwa muda huu bado wapo kwenye shughuli zao, we rudi nyumbani. Baada ya hapo mimi nitawatafuta hao vijana, nitamtafuta na mgambo mmoja ili mwanze kutembea mtaa kwa mtaa, na ikishindikana hilo inabidi sasa twende tukatoe taarifa polisi. Sawa mjumbe, nitashukuru. Haya, sawa mama. Haya, mimi naenda. Haya, usijali, atapatikana mtoto. Baba kamtoa mwana, maisha hawezi kusonga. Vita ya kusaka pesa, kubadilishia mboga. Kinachotokea ni mipango ya Mungu. Wabaya tunaishi nao, tena ni walimwengu. Kosa